kwenye kuhudumia wananchi. Pili, tuseme tujumlishe gharama ngapi itakuwa kulipa hiyo ushuru ambao watu wanalalamika. Ni 150,000. Mimi najiuliza, mimi kwa mwezi huu mzima kutumia pesa ngapi kwa niaba ya wananchi? I use almost 60% ya mshahara wangu na zaidi juu ya maslaha ya wananchi. Kwa wananchi wangapi lakini? Wananchi wengi sana. Ikiwa ni basari, kama sisi we funded constituency in basari and everything else. Mtu akija ana shida yake ya school, tuseme nursery, tuseme primary, ikiwa ni private, ikiwa mtu anaenda mazishi, nataka nimsaidie, nitamsaidia vipi? Ngoja comment. Ikiwa wewe umekuja kwangu umefiliwa, unataka kunyomba mimi jeneza, coffin, where do I get the money? It's the same money that I get paid, natoa na kusaidia wewe kutumia jeneza. Asante sana waziri. Kwa hivyo tuseme kwamba wale watu wa Mvita na wale ambao wanazika watu kutoka kwa Mvita waje wao na watuachie yale majukumu. Haiwezekani, ndio sitatosheleza. Watu wa Mvita walionipigia kura ni 23,000. Na wale wanaoishi Mvita ni takriban 200,000. Hizo ukijumlisha hizo mshahara wangu, kila mmoja atapata peni moja. Itakuwa haisaidii mtu yote. Asante sana. Nafikiri muhimu si masala ya mshahara. Muhimu ni masala ya kiongozi analeta maendeleo vipi. Hususan angalia kiongozi anaendesha CDF yake vizuri ama anakula hiyo pesa. Ndio hapo tutaweza kushika yule kiongozi mbaya. Asante sana mheshimiwa kwa ufupi na mambo ya mfumuko wa bei. Tunaona maisha yamekuwa magumu na ndio unaona wananchi wana hasira na viongozi wao. Kwa kweli ninasikitika sana kwa sababu bei ya chakula imepanda juu. Kila mmoja analia bei ya chakula. Wacha maskini hata tajiri. Na nataka kusema kuwa sisi kama serikali tumeona kuwa tupunguze mambo bei ya umeme. Tumetoa almost 35% kwa sababu tumetoa zile VAT taxes. Pili, sisi kama serikali sasa kama unajua Waziri Ruto amesema kuwa wao wananunua kwa zaidi ya 2,000 mahindi, dunia mahindi, wanauzia wafanyabiashara millers at 1780, lakini hatuoni kwa maduka mheshimiwa. Lakini hii mipango imeanza juzi. Impact yake haitakuja pale. Naomba sasa wafanye biashara binafsi millers waanze kusaidia wananchi kulipisha bei ya chini. Nafikiri ni wakati sasa serikali ianze kujishirikisha kwenye biashara hizi ya kibinafsi. Hapo zamani kulikuwa na mashirika yetu ya kibinafsi, ilikuwa bei iko chini kwa sisi wenyewe kama serikali hatuangalii maslaha ya faida, tunaangalia maslaha ya mwananchi. Lakini kwa sababu wengine wale walipewa idhini ya kuendesha mashirika haya ya serikali walipora hizo mali na wakaiba na wakafilisisha hizo shirika. Ndio maana tumeona afadhali serikali isijiingize. Lakini nafikiri sasa ni muhimu serikali iingize kwenye petrol station. Ikiwa ni mambo ya petroli iko juu sana na haijashuka na duniani imeteremka bei yake. Mambo ya chakula serikali lazima iingilie sasa, na sisi tuna kwenye baraza la mawaziri itakayofuata tutakwenda kuzungumza juu ya hali ya wananchi wanaumia. Asante sana mheshimiwa, nataka uniambie wewe kama kiongozi kutoka hapa Pwani, na ikifika mwaka wa 2012 kama mahitaji ambayo wananchi waliwapatia na zile promises mlitoa kama ODM, mtawaambia nini ikiwa yale mambo hayatakuwa yametekelezwa? Tayari tumeona baadhi ya wabunge wa ODM wamesema kwamba watakuwa na msimamizi wao wa urais ule mwaka ukifika. Je, mtakuwa wapi nyinyi? Kwa kweli nataka niseme kuwa ODM is on track. ODM is a still strong party. Kwa sababu ndio maana tumeleta umoja wetu tena. Sasa tunajua sisi wenye wabunge wengi tunataka kusaidiana wenzetu, ndio maana tumeunda serikali ya mseto kutekeleza yale ahadi ambao tumeahidi wananchi. Na kwa sababu pia muelewe kuwa sisi tumepata sungura badili ya nyama kamili ambao ni swara. Lakini ile sungura tutaifanyia kazi. Unaona Balana anachapa kazi vipi? Unaona waziri mkuu Raila Odinga anachapa kazi vipi? Unaona waziri Ruto anachapa kazi vipi? Hayo ndio matokeo ambayo yataanza kuonekana. Asante sana msikilizaji, unasema nini? Nataka tu upige swali sekundi kadhaa kidogo, ama sekundi kidogo tu muulize waziri swali. Je, wewe unasema nini? Changa maswala. Yes.
Asante sana. Nakubali na wewe ndugu yangu. Watu na Punjab nataka kuangalia mambo ya chakula as an emergency. Kama maswala. Hello. Yes. Hello, Paul. Sema. Mimi ni Mark, msema kweli nimerudi tena. Swali kwa haraka kabisa. Wallahi wacha niingie tena. Kama naingia niko kwa hasira niko tena ni aibu kubwa. Wote nataka kumkosoa huyu mheshimiwa Nasib Balala anaita wabunge wa Pwani mabonzo. Wote hiyo naomba msamaha katika wale wananchi waliochagua wale viongozi aombe msamaha kutangaza kwamba alikosea kuita mabonzo. Asante sana. Swali la pili. Tena ndio namwambia bwana Nakukombe. Mwambie Balala yujinja hatuna ODM. Sisi ndio tulikuwa kwa watu walikuwa tukiuta tena cha ODM. Swali la tatu. ODM mtuacha haituchaje hata haituchaje kabisa haitutambui sisi kama wale tulikuwa tunapigania ODM. Angalia utaimu wananchi mwanahoi tunataka kwa vimepata na washughulikie. Asante sana. Kama wanalaumu serikali ya muungano kwa nini walijiunga tuongekaa kibekee ama wadoge? Sasa wakati mambo kama ya bibi bwana Balala napo tumikia. Kwanza Balala akumbuke kuna swali na muongozea kujibu kuhusu mambo ya football. Muulize. Kwa sababu alikuwa amesajili nje kuna swali na ndio muongozea limesajiliwa na mjumbe hata ni akiwa amepatana na timu kwa mbele. Kwa hiyo mheshimiwa Balala kama wewe unaoje yani. Je, mambo ya watu binafsi msimamo wako kwa wapi? Asante sana. Mambo ya chakula kupanda. Wewe msimamo wako kwa wapi? Wewe mambo ya mipira tutaenda kuunganisha na hao wenyewe wangekuwa mapropa umewachia vile nyumbani kimwenyewe anafunikia anatoa mahindi kutoka bandari na kuna mengi tatu hapo tunatekana kupakua. Kwa nini mimi kama wabunge mmoja kusimamisha wale wapakue kama chama kingine kichukue nini? Asante sana. Martin, asante. Wacha nijibu. Kwa ufupi mheshimiwa, unaenda madukani kidogo alafu nitakupatia nafasi ili uweze ukamjibu bwana Martin. Alikuwa hapo tena alikuwa anauliza maswali hata kabla hujafika. 95.5 News Update. Msikilizaji, mwendo wa saa mbili hapo na Lilian Maina utajua kwa nini viongozi wa kidini wataka kufungwa kwa mabaa na vituo vya kuonyesha video hapa Mombasa. Ni mwendo wa saa mbili na Lilian Maina. Kaa hapo ili uweze kumakinika. 95.5 News Update. Keeping you up to date and entertained. Karibu tena msikilizaji. Waziri nakupatia less than 1 minute kumjibu Okay. bwana Mark msema kweli. Sisi kama unasema kweli sajili anaitwa Martin msema kweli. Martin. Okay, msema kweli. Sawa sawa. Kwanza nitaka kuambia kama wewe ni mkereketwa wa ODM. Kweli utasikia uchungu ukiona ODM inatangaza. Ndio maana ningekuja kushauri tuungane tena. Kama hivi vile tumeungana. Lakini ukianza kutupora sisi usaidii unaharibu zaidi. Na kuomba kuwa siwe na busara na hekima ya kuangalia kwa njia ya kuweza kusaidia nchi. Kutoka kwenye serikali si rahisi. Ukitaka sisi tutoke ama tufanye tumejiunga, ingekuwa hizo vita haingesimama. Sisi tumeingia si kwa sababu tumetaka. Ni kwa sababu tumeangalia maslahi ya wananchi ya Wakenya. Na tulikuwa tunataka isimamishwe hii mambo ya watu kuuliwa na polisi na watu kupigana kwa sababu ya ardhi. Ndio maana je, sisi tumekuwa tunataka kukeo kwa lazima tungepata, lakini ilikuwa nchi imevurugika, ndio maana tumewacha. Jambo la pili, kwanza nataka nisikike sana kusema kuwa baadhi ya viongozi wetu ni mabonzo kweli kweli, kwa sababu na sina I have no regret, kwa sababu I have no apologies to make to anybody, na specifically to Martin. Mwambia kuwa ikiwa kiongozi hajiheshimu mwenyewe, anataka heshimiwe na nani? Hilo ndio swali la langu. Na pia makosa ni yenu nyinyi wananchi. Mnaona kiongozi hafai, mnaenda mnamchagua, halafu unamweka hapo, anawaachia aibu na anaweza kuharibu mambo yote. Waziri, kulikuwa na mzozano kati ya wewe na meya wa Mombasa wakati wa ODM rally ama mkutano ambao ulikuwa kule Nyali. Ni nini, kwa nini mnazozana nyinyi watu ambao mnashirika mbele ya wananchi? Kwa kweli wewe ulikuwa kwa nini wewe husemi ilitendeka vipi? Waambie wananchi. Mimi nakuuliza wewe, sababu wewe ulikuwepo. Mimi nikisema ndio mimi najitetea. Mimi ilikuwa ninaendesha mambo ya chama. Na wakati ikifika mtu ambaye anataka azungumze hata hivyo kuzungumza. Sasa mwenzetu alikuwa hajafika wakati